Karibu sana. Asilimia zaidi ya 75 ya wanaomiliki vyombo vya usafiri hawana maarifa ya awali, yani basics zinazohusu mifumo ya vyombo vyao vya usafiri. Sasa kwa upendo mkubwa na kuletea video hii inayobainisha sehemu muhimu za kukagua kila siku asubuhi kabla ya kuwasha gari yako na kuondoka. Maarifa haya hayahitaji ukamtafute fundi ama hayahitaji ukamwite mtaalamu mbobezi. Hivi vitu inatakiwa uvijue as long as umeamua kumiliki chombo cha usafiri. Sawa, vitakusaidia kuepuka gharama za matengenezo makubwa yasiyo ya lazima ama kuepusha ajali zisizo na ulazima. Sasa kaa karibu na mimi, please subscribe channel hii ili uendelee kujifunza na kupata vilivyo vingi bora. Kitu cha kwanza ambacho lazima ukague kila siku asubuhi kabla ya kuwasha gari yako ni unaenda sehemu ilipo tanki linalohifadhi coolant. Sasa kutokana na aina mbalimbali za magari ama vyombo vya usafiri, tanki hili linaweza likawa liko placed ama limewekwa sehemu tofauti tofauti. Muhimu jua tanki linalohifadhi coolant liko sehemu gani. Hivyo kagua kimiminika kilichopo ndani yake. Though watu wengi wanapenda kuweka maji, lakini haiwi recommended. Haishauriwi kwa sababu maji yanaweza yakawa na elementi fulani za chumvi ambazo zinaweza zikaenda zikaweka kutu katika mfumo wa injini pale wakati gari ama injini inaponguruma. Sasa hapa huwa tunaweka coolant, yani kipooza injini kinachosaidia injini isipate joto linalozidi. So angalia katika vile vipimo katika hiyo tanki yako husika. Mara nyingi kuna sehemu ambayo umeambiwa ni kiwango cha low na kuna sehemu ambayo umeambiwa ni kiwango ambacho ni full ama maximum. So hakikisha hiyo coolant yako iko katikati ama isizidi kwenye hiyo alama ya full, kwa sababu katika hili tanki kuna eneo la juu lazima libaki wazi ili kuwezesha mfumo wa coolant uweze kupumua, kwa sababu hii coolant inavyokuwa pumped, inavyopushiwa na pressure ya injini, kuna muda inaweza ikawa ina pressure kubwa sana. Sasa kama tanki lako limejaa mpaka juu, inaweza ikaleta shida kwenye upumuaji wa injini, likazaliwa tatizo jingine. Kwa hiyo muhimu ni kuangalia coolant ipo ya kutosha, na coolant kuwepo kwa kutosha haimaanishi ijae mpaka juu. Hapana, kuna vipimo, isizidi sehemu ambapo imeandikwa full ama maximum. Kitu cha pili cha kukagua, nenda katika sehemu ambapo utaweza kuipata ile stiki inayopima kiwango cha injini ya oili. Sasa hapa uelewe kuna mambo mawili, kuna injini ya oili ama tunaita oil engine, na kuna oili inayowekwa katika gearbox. Kumbuka, mfumo wa ufanyaji kazi wa engine na gearbox ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanachanganya hapa. Sasa kuna oili inayowekwa maalum katika mfumo wa engine na kuna oili inayowekwa maalum katika mfumo wa gearbox, na zote lazima zikaguliwe. Sasa cha kwanza, baada ya kukagua level ya coolant, unaenda kukagua engine oil ama tunasema oili inayowekwa kwenye engine. Lazima ukague kwa sababu huenda gari yako imepata leakage ndogo, kwa hiyo oili ikawa inapungua. Na hii ni serious case kwa sababu kama oili itapungua katika gari yako na engine, asilimia kubwa mfumo wake ni vyuma vilivyopo ndani. Kwa hiyo oili inafanya kazi kubwa sana ya kulainisha vile vyuma unapoendesha gari yako. Kwa hiyo usifanye mchezo na oili ya engine. Hakikisha oili ipo ya kutosha ama oili haijaisha muda wake, kwa maana ya kwamba oili inaweza ikawa iko ya kutosha lakini tayari nguvu yake, ubora wake umepungua. Kwa sababu gani? Ama haujabadilisha muda mrefu na sababu nyingine. Lakini muhimu kwanza, chomoa hiyo stick ya kupima, angalia kama kuna oili ya kutosha. Sasa hii ndio stiki katika aina hii ya gari. Sasa wewe unaweza ukawa una aina tofauti ya gari, lakini muhimu access sehemu ambapo utaipata hii stiki. Kwa hiyo unaweza ukaiangalia katika vipimo vya hiyo stiki. Mara nyingi katika hii stiki inaonyesha kipimo cha low na kipimo cha high, kwa maana ya kwamba hakikisha oili iliyopo isipungue chini ya mstari wa L ama low
gauge. Kama oili ikizidi sana pia katika gari yako, inaweza ikasababisha engine ikashindwa kupumua. Kwa hiyo hii stiki ina umuhimu, sio tu oili iwepo, lakini iwe katika kiwango kilicho pendekezwa. Sawa. Kwa hiyo angalia oili isivuke ama isiwe chini ya alama ya low kwenye alama L mara nyingi katika stiki nyingi za kupima oili. Kwa hiyo hakikisha oili ipo ya kutosha. Jambo la tatu, ukishaangalia oili yako, nenda katika sehemu ya kuangalia oili ya gearbox. Tunaita gearbox oili. Kumbuka nimekwambia oili inayowekwa kwenye gearbox ni tofauti na oili inayowekwa kwenye engine. Na hata katika uwekaji unapoenda kwa mtaalamu, mkumbushe, zingatia, msije mkachanganya. Ukichanganya oili, ukiweka oili ya kwenye engine ukaweka kwenye gearbox, utaleta matatizo makubwa, utaua gearbox ya gari yako. Ama ukichanganya oili, ukaweka oili ya gearbox kwenye engine, unaenda kuua engine. Sasa hizi oili mbili zinafanya kazi tofauti. Na mara nyingi hii oili ya gearbox huwa inakuwa nyepesi fulani. Sasa lazima nayo uikague kwa kuangalia ile stick ambayo inapima levels. Kwa hiyo ukitoa hiyo stick utaona kuna vipimo vinakuonesha hapo. Vile vile hakikisha oili isiwe chini ya kipimo elekezi ama isiwe juu ya kipimo elekezi. Ukisha angalia kwamba ipo katika kiwango kinachotakiwa, basi rudisha hiyo stick yako vizuri kama ambavyo ilikuwa. Sasa hapo umeshaangalia oili ya upande wa gearbox na oili ya upande wa engine. Oili ya upande wa engine inafanya kazi ya kulainisha vyuma vilivyo ndani ya engine. Oili ya upande wa gearbox inafanya kazi ya kulainisha vyuma vilivyo katika mfumo wa gearbox ya gari yako. Ukisha angalia hapo, kitu kingine unakuja kuangalia kimiminika kinachosaidia wewe kuweza kukanyaga breki vizuri. Tunaita ni brake fluid ama ni mafuta ya breki. Sasa kutokana na position ya ama aina ya gari yako, haya mafuta ya breki yanaweza kaa sehemu tofauti kidogo, lakini huwa haitofautiani sana na sehemu. Kwa mfano hii mafuta ya breki huwa yanakuwa upande wako wa steering ama upande wa dereva huwa yanakuwa upande huo. Kwa hiyo unaangalia kama yako level inayotakiwa yawepo. Yakipungua maana yake unaweza kupata shida kwenye ukanyagaji wa breki ya gari yako. Ni muhimu sana. Kwa hiyo yawe katika kiwango ambacho kinaruhusiwa, yasizidi mpaka juu ama yasishuke chini sana. Ukisha kagua hayo mafuta ya breki, kuna kitu tunaita steering fluid, yani mafuta yanayosababisha steering ama ile steering unayoendeshea iwe laini wakati wote. Angalia kama hayo mafuta yapo ya kutosha katika kiwango kinachotakikana. Ukishajiridhisha vitu hivyo vya msingi ambavyo nimekwambia, cha kwanza ni coolant, yani kipoza injini. Cha pili ni oili ya injini. Cha tatu ni oili ya gearbox. Cha nne ni kimiminika kinachosaidia ufanyaji kazi wa breki, tunaita ni brake fluid. Hakikisha kipo cha kutosha. Namba 5 ni kimiminika kinacholainisha ile steering, yani ule steering wa kuendeshea uwe laini. Vitu hivyo ndivyo ambavyo basic ukishajihakikishia kwamba vipo kwenye gari yako na kwa kiwango kinachotakikana, at least unakuwa upo katika usalama fulani, hata kama vitu vingine bado haujagundua matatizo yake. Lakini hivi ndivyo vitu vya msingi. Visipokuwepo hivi ama kukaa kuna shida katika maeneo haya, inaweza ikapelekea ukaingia gharama kubwa sana za kutengeneza gari. Vitu hivi havihitaji mtaalamu ama engineer mbobezi. Ni wewe tu, kwa sababu unamiliki chombo cha usafiri. Regardless chombo cha usafiri umenunua wewe mwenyewe ama umepewa zawadi, inatakiwa uvijue. Karibu tena, usiache kusubscribe channel hii, kwa sababu kuna video nyingine nyingi sana tunazoshare ili kupeana maarifa kuhusu vitu mbalimbali mtambuka, vifaa, vitu tunavyomiliki ama nyanja mbalimbali za kimaisha. Asante, kaa na sisi
Karibu tena na tena.